Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwingi wa ukarimu, mwingi wa utukufu, muumba mbingu na ardhi. Mwenyezi Mungu, tunakuomba utujalie katika haya masomo yetu tunayokuwa tunaelimishana yawe ni masomo yenye kheri na fanaka na yawe yenye manufaa. Pia sala na salamu izimshukie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama na ahali zake na jamii na Waislamu wote kwa jumla. Ndugu zangu, tunaendelea katika masomo yetu kama nilivyoweza kukueleza kwamba hii chaneli yako chaneli ya KR 255 TV ni chaneli inayokupa elimu kuweza kuufahamu ulimwengu na ni nini kitakachokufanya ukae hapa duniani, uitengeneze dunia yako kana kwamba utaishi milele, na pia uiandae akhera yako kana kwamba unaondoka sasa hivi. Ndugu zangu, katika kipindi kilichopita nilijaribu kuongea na nyinyi, nikawa nimekufundisheni mambo ambayo mnatakiwa kuyafahamu. Nikawa nimekuelewesheni njia mbalimbali za kuweza kufuata ili kuweza kuendelea katika hii dunia. Ndugu yangu mpenzi, leo ninakuletea katika kipindi hiki nimekuandalia ni njia gani, yani njia ya mkato ya kuweza kufikia mafanikio. Njia ya mkato ya kuweza kufikia mafanikio. Kwanza kabisa, kama ulivyoona somo langu lile kwamba lala maskini amka tajiri, nilikuelewesha ni jinsi gani binadamu unavyoanza na kuweza kufika huko. Sasa hili napenda tu nikwambie kwamba katika kipindi hiki kinachofuata leo tutatumia namna gani ya kupata fedha kwa ajili ya kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutokana na hali zetu na dua zetu. Kwanza kabisa inatakiwa uandae vifaa. Uwe na dawa inaitwa mzakumi. Mzakumi ni mti, aina ya mti. Pili, uwe na unga wa subufi. Unga wa subufi. Unga huu ni unga ambao katika wale wanaokwenda polini, kuna miti ambayo unakuta inamezaa matunda, lakini matunda yake yananing'inia, yanakuwa na kamba, halafu tunda linakuja hapa juu, unapata ule unga wake. Hii ni kwa sababu ya wale pepo wanapokuwa wanapita, na miti hii mara nyingi inakuwa inaota porini. Kitu cha tatu, unatakiwa uwe na debe. Madebe haya kama yanayochotewa maji, au uwe na yale matenga. Matenga yale ambayo unaona ni vitu ambavyo vya kiasili vya kienyeji. Basi ukisha kuwa na hivi vitu, unapata pia kitambaa cheupe. Pia kuna kizimulio chake. Ukishapata vifaa vyako hivi vyote ambavyo unaviandaa, basi unakwenda chini ya mti mkubwa. Unapofika katika ule chini ya ule mti mkubwa, unaweka kile chombo chako chini ya ule mti mkubwa. Kisha unachukua udi. Kuna udi ambazo zinaitwa ni ubani, aina ya ubani wa dua. Unazungusha pembeni ukiwa unanuia na kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akujalie uweze kuondokana na hali ile ya umaskini. Unapokuwa unazunguka pale, unazunguka mara 7. Ukiwa unaelekea mkono wa kulia, unatokea mkono wa kushoto, unaelekea unapitia mkono wako wa kulia, unatokea kushoto, unapitia kulia mara 7. Baada ya hapo unafunika kile kitambaa chako cheupe. Ukishafunika kitambaa chako cheupe, unapisha eneo lile, unaondoka upande ambao upepo unakuwa unaelekea. Unaufuata ule upepo unakoelekea, unakwenda huko hatua zipatazo 11 au 13 au 15. 11, 13 au 15. Unakaa chini. Ukishakaa chini, ukiwa umetoa mgongo wako, kule upepo unakotokea, yani ule upepo unakuja unapiga mgongoni kwako. Basi pale unakaa kimya kwa muda wa dakika zisizopungua 7 au 9 au 11. Ndani ya huo muda, na hakikisha kabisa ni muda huo kama ninavyokuambia. Ukiwa unatia maombi yako huku unaomba, na unapokuwa ukisikia kitu chochote nyuma yako kinafanya takaa nini, usigeuze shingo kuangalia. Basi baada ya hapo, ndugu yangu, utanyanyuka juu, utageukia sasa mkono huo wa kulia ambao ulikuwa ukitoka kulia unakwenda kushoto. Sasa utaanza kutokea kushoto kwenda kulia mara 7.
utanyanyuka, utarudi ulikokwenda katika kile chombo chako. Baada ya hapo utafunua, mashaallah, utakachokikuta ndio riziki yako na itakuwa ni masimulizi yako. Utakachokipata hicho ulicho nacho, ulichokiona huko, unachotakiwa kufanya ni kutoa jasho lako ili kuweza kuchanganya pale ndani. Ukishaweka lile jasho lako, ukishachanganya lile jasho lako, basi moja kwa moja unatoka unakwenda kuwafata masikini, mayatima, yani kwa ujumla unatoa sadaka. Zile sadaka pia na sadaka njalia, unachukua ile unafanya, unatafuta mtaji wako, unaendelea kufanya namna hiyo. Ziko njia aina 7. Hii nimekuelekeza ni njia mojawapo tu ya shortcut ya kuweza kuyafikia mafanikio. Kwa wale ambao mmekuwa mnaniuliza, mnanipigia simu mmoja mmoja, basi sikilizeni hilo somo, na wengi mmeelekea huko na mmekwenda sehemu nyingi kwa watu wengi. Kuna wengine mlikuwa mnakosea taratibu zao, ndio utaratibu huu niliokueleza ufuate hivi kama ulivyokuwa unaelekea. Ni kitu kikubwa, upige vita umaskini, ukatae kabisa umaskini. Usiseme kwamba wewe ni maskini jeuri. Hakuna maskini jeuri. Maskini jeuri wewe unakuwa ni mtu unajifanya jeuri, ni mtu ambaye uliyokwisha kata tamaa. Kila mtu anahitaji maisha mazuri, na hakuna mtu aliyeumbwa kwamba we asili yako ni maskini. Mungu hakukuumba kwa laana, ila laana unaitafuta mwenyewe. Unapata mali kama hiyo ninayoizungumza, unaitumia ovyo ovyo, unafoji. Kwa nini usipate laana alafu utajiita maskini jeuri? Tafuta mali, uishi vizuri. Kizazi chako kinakutegemea wewe. Ukifanya vizuri, wao wamefanikiwa. Ukifanya vibaya, shauri yako, watachapa makaburi yako. Karibu tuendelee na visomo vyetu na vipindi vyetu vinavyofuata. Ni mimi mwalimu Abdalla Sagai wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.